kwenda kuwa mabingwa wa Champion League. Hizi jezi Yanga tujaiferi bwana. Hakuna msimu jezi Yanga imeferi. Kuanzia NBC mpaka Champion League. Tujadili mimi na wewe kitu kimoja. Wewe fuleta maneno. Young Africans mnazindua jezi mara 2 kwa msimu huu. Yes, sahihi. Jezi ya kwanza zilidoda sokoni. Kuna wafanya biashara wakawa wanalalamika ya kwamba mmewapiga, walitoa kopi wao wajanja. Ndio zikaja hizi zingine za nia na zenyewe pia hazijauzika. Sikiliza. Jezi za kwanza mdhamini wetu alivyotoa zikaisha, watu wakakosa jezi. Wakarudi kujadili. Tufanyaje? Tumetoa jezi milioni walitoa milioni 25 sisi. Umenielewa? Za raundi ya kwanza milioni 25. Zikaisha. Watu wanasema tumekosa jezi. Sikiliza. Hizo za masokoni watu walienda kufiatua baada ya kuona mzigo wa Yanga unakimbia. Umenielewa? Wewe mwenyewe uliniona pale nilichukua jezi ngapi? Hizo pungua 20. Umenielewa? Ndugu zangu wote wana Yanga. Wote wakasema Uchebe katuchukulia jezi. Ziliisha watu wakakosa jezi. Tunafanyaje bosi wetu? GSM. Watu wana jezi. Akasema haina shida kwetu wana Yanga hatujazoea tabu. Jezi zinakuja za awamu ya pili. Kuna klabu imewaifanya hivi. Wafanye hivyo uone. Watu wametoa jezi raundi hii. Sikiliza, raundi hii mpaka leo ziko madukani wametumia hadi vimaiki kuuza. Bado jezi haiuziki. Ila sisi wana Yanga, yaani akishasema tu akishasimama Alikamu, jezi tunazindua leo. Saa ngapi? Tunamuuliza saa ngapi? Saa 6 mchana. Watu tumejazana pale Jangwani. Ikifika saa 8 jezi hamna. Ikifika saa 8 jezi hamna. Utaanza kujihangaikia sehemu yako. Sasa watu wanachukua advantage. Umenielewa? Kwamba jezi imeisha. Nini kifanyike? Wanaingia wale wakanjanja. Wanaanza kufiatua jezi. Na ndio kilichotokea msimu huu kimewalamba. Sema kimewalamba. Ya nane. Walikuwa wanafiatua jezi fake. Sisi tukatoa za kwanza za GSM. Tulivyoona nani tukatoa za nia. Kwa waliokuwa baada GSM kuwapiga sasa. Fanya biashara. Sikiliza. Jezi za kwanza zimeisha. Tungeleta tena GSM, copy na original wasingeweza kujua watu. Nini tukifanya tukabadilisha. Mkaenda wewe endelea unaendelea kumeweka order kutoa jezi fake. Sisi tumechatua mzigo mwingine. Tukapita nao. Na ndani ya zile jezi ziliuzwa siku hizi za raundi ya pili. Siku hizi sokoni mzigo kawa hamna. Umenielewa? Nini kinachofuata? Kila mtu anaulizana. Kwa mara sasa ndio maana wewe kusikia Simba wanasema na sisi mtusaidie kutuungisha jezi. Na kuuliza wewe. Hakusema tunaomba na sisi tusaidieni kutuungisha jezi. Kwa hiyo kuna tofauti mkubwa wa jezi za Yanga na Simba. Sisi wana Yanga tukitolewa jezi. Kwa mfano kama sasa hivi mimi nimetembea na kibunda changu. Nasubiri Ali Shaban Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga, msemaji wa mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, atangaze muda. Umenielewa? Kisha tangaza jezi kwamba inazinduliwa kama ni saa 8 au saa 9 jioni. Jioni hoji ni mtaona kwa nini wa Champion League. Tena kama ikiwezekana yule anayetakaga jezi zangu hapo Uchebe Yanga. Umenielewa? Uchebe Yanga Champion League. Uchebe Yanga Champion League champion, yani champion. Nini sasa hivi ni? Na mnakuja kwa staili gani sasa? Mnataka kuiga kama wanavyoiga wao kwenda kuskani. Maana siku hizi ukiskani unapata Diadora. Ngoja kwanza. Walitoa ukiskani Diadora. Ngoja sikiliza. Ukiskani naleta 6 mfululizo. Ukiskani Diadora, ukiskani 6 mfululizo. Umenielewa? Umenielewa? Sisi hatuwezi kufanya hivyo vitu. Umenielewa? Sisi masuala ya kuskani tulianza kitambo kabla wao hawajazaliwa. Umenielewa? Yaani sisi wao wanakuja kuleta mambo ya kuskani. Yaani wanatumia propaganda ya kuskani wauze jezi. Sisi muda huo tulisha, yaani muda mrefu, yaani tumelala tumeamka, tumelala tumeamka, tumelala tumeamka, tuko sokoni. Yeye ndo analeta hiyo propaganda. Too late. Sisi leo tunasema jezi ya klabu bingwa. Nimesikia kwa watu wanazungumza.
watu wametoa manati ya kupigia wa ndege, wametoa manati. Yani anasema hilo nati lenyewe kulivuta kuanzia Mwenge mpaka Posta, bado ndege huwezi kupiga. Umenielewa? Yani unavuta nati kutoka hapo Mwenge mpaka Posta, bado ndege huwezi kupiga. Makelo nati la hasara. Wapi sasa? Yani uzi wa kwetu sasa hivi wa Champions League, CAF Champions League, tunaoenda nao kuchukulia ubingwa msimu huu wa klabu bingwa. Baba, niseme nisiseme? Samahani wana Yanga, kwa msemaji wetu niwie radhi. Friji langu bwana hapa limeshindwa kugandisha. Umenielewa? Yani jezi yetu ya msimu huu ya Champions League ya kimataifa, ukiweka Kruger hapo au kaweka DH pale, ukaweka jezi ya Yanga, mtu anachukua jezi ya Yanga, mtu anaacha V8. Na kwambia ukiweka V8 pale ukaweka jezi ya Yanga, mtu anachukua jezi ya Yanga ya msimu huu 2025-26 tunaoendea kuchukua ubingwa wa Champions League, yani CAF Confederation CAF Champions League. Umenielewa? Sijui umenielewa vizuri. Nakuelewa. Sijui umenielewa vizuri. Unaulizwa una timu? Sikiliza, kama yeye anaona mimi sina timu, mwambie alete timu yake tukutane uwanjani. Mjadala mimi na yeye wapia mbia mdomoni si utaki. Njoo dakika 90 tupimane uwezo. Alafu tukitoka tuzungumze ni nani. Nataka nimwambie huyo anayeuliza swali, Yanga ana timu? Mimi nataka niseme tu, hili ni swali la wana Simba, wana Yanga tusiki. Hili ni swali linaenda upande wa Simba, wana Yanga. Namuuliza hivi, Romain Folz ndio kocha mbovu tuliowaimleta wana Yanga, ila Simba akamfunga. Kati ya Romain Folz na Simba ipi bora? Bora Simba. Kati ya Romain Folz na Simba nani bora? Hili swali waishi nalo wana Simba. Waishi nalo? Wana Yanga sisi hatuko. Hatununui ugomvi. Hatutangazi, watachagua Romain Folz na timu yao yupi bora. Bwana, wachambuzi wengi wanazungumza na kusema ya kwamba unapoiona klabu ya Young Africans, wakati kipindi wamemleta Romain Folz ndani ya Young Africans, wanadai ya kwamba kocha alikuwa mbovu. As the same wanarudia tena wachambuzi hao wanasema ya kwamba bado hawajaona mipango sahihi ya kocha Mreno Petro. Wanataka waone kwa mfumo gani? Wakati mtu anaona, yani alivyotambulishwa tu, alitambulishwa Jumamosi sio? Jumatatu tukawa tuna game, kama una kumbukumbu vizuri, akamwambia Mabedi, hii game inapaswa tushinde. Tunashinda namna gani? Akampa mifumo kidogo, tukamlamba Mtibwa goli 2. Hiyo haikutosha, tukamwambia baba, wewe inatakiwa usimame kuwa kocha mkuu kwenye touchline, uonyeshe machachari yako. Umenielewa? Ameinject mifumo yake, imezaa magoli 4 tena kwenye timu bora, kwenye timu yenye ushindani, yenye vuta ni kuvute. Vuta. Wewe nataka nisikilize vizuri hapa, nikusikilize vizuri. Simba angekuwa anacheza kama KMC, Simba asingefungwa mara 6 mfululizo na Yanga. Hiyo lazima uichukue na uishi nayo. Umenielewa? Simba angekuwa anacheza kama KMC, asingefungwa mara 6 mfululizo na Yanga. Ila kwa kuwa Simba anacheza vibaya, yani ni ubovu, ndio maana sisi tunampiga. Yani leo hii nataka nikwambie, umenielewa? Tumemleta kocha ambaye hata dunia yenyewe ilishangaa. Yanga mmemletaje Romain Folz ndani ya klabu yenu? Umenielewa? Yani Romain Folz mimi simtofautishi na sio niseme hapa, watanisamehe tu. Umenielewa? Yani hakuna utofauti. Yani mzee Mpili alisimama kuwa kama kocha na bado Simba kafungwa. Yani mifumo ya mzee Mpili ina affect Simba. Umenielewa? Hiyo sasa unaweza kusema ni timu. Mzee Mpili anakuwa kocha na anapata matokeo. Umenielewa? Sasa leo tunakwambia
Usije ukaja ukajikokota kokota huko, umeokota okota vifungu huko, eti unaamini chini ya Pedro Gonçalves unapata matokeo. Baba, ule ni moto mwingine kabisa.